Stress ni adui mkubwa wa afya yako. Stress ni adui mkubwa wa afya yako, narudia tena. Nasema hivi kwa sababu gani? Stress ndiyo chanzo kikubwa cha magonjwa ya pressure, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine, kwa sababu stress zinapozidi, homoni zinapelekea kuvurugika. Na mwisho wa siku homoni zingine zinamwagwa katika mfumo wa damu. Zinaweza kusababisha insulin resistance, zinaweza kusababisha matatizo kwenye figo, lakini pia zinaweza kusababisha pressure kubwa sana. Kwa hiyo stress zinaenda kuvuruga kabisa mifumo ya homoni yako, lakini pia inaenda kuvuruga kabisa mifumo ya mwili wako. Kwa bahati mbaya sasa utafiti unaonyesha kwamba vijana wengi ndio tunaongoza kwa stress. Hii ni kutokana labda na malengo na ndoto na vitu kama hivyo kushindwa kutimia kwa wakati na vile ambavyo tumekuwa sisi tukitarajia. Nilichokuwa nataka ujifunze ni kwamba hakikisha kwamba unakuwa vizuri sana katika kumanage stress zako. Taarifa mbaya haziwezi zikaacha kuja katika maisha yako. Yaani huwezi kuzuia taarifa mbaya. Taarifa mbaya zinaweza zikaja kwa wakati wowote na kwa saa yoyote, lakini tatizo ni kwamba wewe unazichukuliaje hizi taarifa? Either katika positive way ama katika negative way. Popote utakavyozichukulia zinaweza zikawa na impact katika maisha yako. Utakapokuchukulia katika positive way zinaweza zikawa na impact positive, lakini pia utakapochukulia katika negative zinaweza zikawa na impact negative. Kwa hiyo jitahidi sana kuchukulia taarifa negative, unless kama umekuwa unasumbuliwa na situation kama hii, labda unajaribu sana kutulia, kuweka akili yako sawa pale unapopata stress lakini unashindikana. Nataka nikushauri mambo mawili ama matatu ambayo yanaweza kukusaidia. Jambo namba moja, kunywa sana maji. Unapopata stress kunywa maji. Ukishakunywa maji ubongo utakuwa stabilized, utakuwa unapata maji, lakini pia akili yako itakuwa imetulia na itaweza kuamua nini solution ya hilo tatizo lako. Lakini jambo namba mbili, shiriki na marafiki na watu wa karibu ambao unaona kabisa wanaweza kukusikiliza na wakaweza kukusaidia kulitatua tatizo lako, aidha kwa ushauri ama kivyo vyote vile. Lakini jambo namba tatu, basi jitahidi kwenda kupumzika. Unapopata stress nenda kalale. Nenda kalale kwa sababu ukilala ubongo utaachilia, lakini pia utapata wakati wa kuwaza kwa upana zaidi na ubongo utakuwa free. Kwa hiyo utapata nafasi nzuri sana ya kuweza kulitatua tatizo lako. Jitahidi sana kufanya hayo mambo, lakini pia usisahau kushare na kusubscribe ili mradi kuwa unapata taarifa mbalimbali za afya yako.